Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hivi mwalimu, watu wengi wanasema kwamba Ramadhani imekwisha. Hivi huyu msemo wa kusema kwamba Ramadhani imekwisha, wewe unachukuliaje? Kusema kwamba Ramadhani imekwisha, Ramadhani haishi. Ramadhani inakwisha kwa labda wanakuwa wamekusudia kwamba huu mwezi wa Ramadhani wa mwaka huyu umekwisha, lakini kusema kwamba Ramadhani imekwisha, Ramadhani haishi, labda siku ya kiyama. Lakini mwezi wa Ramadhani kwa mwaka fulani unakwisha sababu ni miezi inabadilishana. Unaweza kuwafundisha nini watu ambao wanasema kwamba Ramadhani imekwisha? Utawaambia watu wasema kwamba mwezi labda ni kubadilisha tu maongezi. Sawa? Unaweza kuambia mwezi huu wa Ramadhani huyu umekwisha. Kwa sababu kusema kwamba imekwisha sijui makusudi yao kama kusudia kitu gani, lakini kusema kwamba Ramadhani imekwisha labda malengo yao ni kwamba mwezi huu wa Ramadhani katika mwaka huyu umekwisha. Lakini mwakani labda utarudi tena. Sio naelewa kwa hilo. Sisi tunaona watu ndio wanaisha lakini Ramadhani inarudi. Hivi watu wanaanza kuongea aje? Kwa kweli kusema kwamba Ramadhani imekwisha, upande mmoja watakuwa wamepatia labda kwa malengo yao fulani. Unajua mtu anapoongea kitu inatakiwa umueleweshe ajue ameongea kitu gani. Kwa sababu kusema huu mwezi wa Ramadhani wa mwaka huyu umekwisha. Si ndio? Ama kusema kama umekwisha ni mpaka kiyama. Kiyama kitakachokuwa kimemalizika ndipo kweli atakuwa imeondoka, sababu sisi tutaondoka, tutakwisha, tutaondoka. Lakini Ramadhani mwakani utarudi tena. Mwakani utarudi tena. Lakini kwa wakati huyu, kwa mwaka huyu utasema umekwisha sababu huu mwaka huu utarudi tena kuna Ramadhani mbili katika mwaka mmoja. Kwa hiyo akisema Ramadhani imekwisha ndani ya mwaka huyu ni kweli amepatia. Ramadhani imekwisha katika huu mwaka. Kama unasema mwezi wa kwanza umekwisha, mwezi wa pili umekwisha. Sawa, katika mwaka huyu Ramadhani imekwisha. Lakini mwakani tena Ramadhani itarudi. Sawa? Kwa hiyo ni kuweka sawa sema Ramadhani ya mwaka huyu inakwisha. Naweza kusema hivi. Hivi mwaka huyu imekwisha. Hivi wanaanza kutumia msemo gani sasa kwa hiyo? Ni msemo atasema ndio nimekwambia hivi. Ramadhani ya mwaka huyu imekwisha. Inshallah Mwenyezi Mungu tujalia mwakani tena Ramadhani kirudi itarudi, lakini Ramadhani kusema kwamba imekwisha kwa mwaka. Lakini sio kwamba imekwisha moja kwa moja. Kuisha kwa Ramadhani moja kwa moja ni mpaka kiyama kitakapokuwa kimesimama. Sasa mwalimu, leo kuna pilau kwako leo? Karibu sana pilau ipo. Leo ni Eidl fitri, ni siku ya kula. Pilau ipo karibu sana. Asante mwalimu. Inshallah karibu tena. Bwana kaka, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hali. Ramadhani ndio inakwisha bwana. Ramadhani kabisa inakwisha, ni masikitiko makubwa sana. Ni kumlilia Mwenyezi Mungu sana, tauba zetu tukubalie saumu zetu. Na visimamo wetu ndugu yangu ni hatari. Ramadhani imekwisha au vipi? Imekwisha kweli? Ramadhani haijaisha. Kuna Jumatatu, kuna Alhamisi, hizo zote ni siku za kufunga, za kuwajibika, za kumtafuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu msemo wa Ramadhani imekwisha shehe, wewe unauchukuliaje wewe? Unakubaliana nao kweli huyo msemo wa Ramadhani imekwisha? Ramadhani wenyewe walikuwa wanaabudu Ramadhani imekwisha. Lakini wenyewe walikuwa wanaaminia Ramadhani kingaliki. Ramadhani kingaliki kabisa. Bado tuko hapo hapo. Unaongea kwamba Ramadhani imekwisha. Unakubaliana nao huyo msemo kweli Ramadhani imekwisha? Hiyo ni msemo wa Kiswahili. Ramadhani kabisa, Ramadhani kingaliki kwenye wana akili ya kuelewa. Ramadhani kingalika haijaenda fasi. Mwenye Ramadhani neenda anekimbia msikiti. Mwenye Ramadhani kingaliki msikitini shehe wangu. Naam. Kwa hiyo tusubirie hata kesho na zikarudi. Ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu kufika tena mwezi mtukufu wa Ramadhani shehe. Siwezi kusema na kesho nawezi karudi. Ni kujipeleka vizuri, kwenda na mwenendo mzuri Mwenyezi Mungu anayotaka. Naam. Wallahi Mwenyezi Mungu awarekebisha, alinganie kwenye mstari wa Mwenyezi Mungu. Na bila hivyo kazi yao. Ni majaliwa kufika tena mwezi mtukufu wa Ramadhani mwingine tena shehe. Naam. Shehe, kuna watu ambao wanafurahi sana kuona wanakuambia eti Ramadhani imekwisha, na ndio hivyo ndio wanafungulia panya. Hivyo ndio wanafungulia panya kwa wale mambo yao. Au unaweza kuwashauri nini shehe? Kwa kuwashauri hao watu kabisa, hiyo ni ukosefu wa akili bwana. Mwenye hajitambui kazi yake. Tunefungua lakini hawakutuambia twende maaswi. Wanataka tubaki tunaabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenye atapotea kazi yake na Mwenyezi Mungu atamrekebisha. Naam.
Kaneno kamushe kembele zako kwa shauri wa Islamu kwa ujumla. Kaneno gani? Chenye naweza kuwashauri waje turekebie kwa Mwenyezi Mungu, tutakabali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuache kwenda mambo asiyohusikana na mwenendo wa Mtume Muhammad na Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam. Inshallah ndio naweza kumalizia hapo kwa niaba yangu inshallah. Neno la mwisho, nyumbani kuna pilau au? Inshallah siwezi kudanganya Waislamu, sikujiandaa vizuri kabisa inshallah. Hivi shehe umeoa wewe? Bado sijawa na mke shehe wangu. Naam. Utakapooa wewe, utakapokufikia umri wa kuoa au wakati wa kuoa, naona umri tayari. Unahitaji kuoa mwanamke wa aina gani? Inshallah. Nashukuru sana kwa hilo swali unaloniuliza. Mimi mke nataka kuoa inshallah, Mwenyezi Mungu akinijalia, ni mke mwenye dini, mwenye kusoma dini ya kitabu cha Qur'an cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Hivi shehe, ukibahatika kupata mtoto, ni tabia gani ambayo haupendi mwanao aje kulisi kutoka kwako? Tabia nzuri naweza kurisisha mtoto wangu. Sijasema tabia nzuri, nimesema tabia gani ambayo haupendi mwanao aje kulisi kutoka kwako? Swali nzito sana. Naam. Nzito shehe, lakini jibu tu kidogo. Hilo swali kabisa shehe wangu, naona ni swali nzito, lakini ngoja tujaribu kwa uwezo wangu. Shehe, kumbuka kwenye tabia zako za tangu zamani mtoto wako. Alafu useme hii tabia sipendi mwanangu aje arisi. Mimi kwa kweli tabia nilikuwa napenda muziki sana. Nilikuwa napenda muziki. Lakini kwa kweli mtoto wangu nikijaliwa kumpata, Mwenyezi Mungu akinijalia, asichukue na hiyo ya mambo ya muziki juu ni upotofu shehe wangu. Naam. Alafu ni tabia gani ambayo unapenda mwanao aje kulisi kutoka kwako? Tabia napenda mtoto arisi kwangu ni tabia kupenda kuswali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tu zaidi ya hapo hamna kitu kingine. Shukran shehe. Shukran. Barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi sheikh? Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ramadhani kweli imekwisha? Kwa kweli imekwisha. Msemo wa Ramadhani imekwisha kweli, wewe unakubaliana nao? Sio kusema umekwisha moja kwa moja. Kwa huyu mwaka tumemaliza inshallah. Lakini kwa mwaka kesho tunaweza kufunga tena inshallah. Hivi mwalimu, Ramadhani imekwisha, inaisha kweli au watu ndio wanaisha? Watu ndio wanaisha Ramadhani, lakini haiishi. Sasa msemo wa Ramadhani imekwisha, wewe unachukuliaje? Sasa wewe unaweza kuwashauri watu gani? Watu wabadilishe, waendelee kuongelea Ramadhani imekwisha au wabadilishe? Inategemeana na mtu, inategemeana na watu. Kuna wenyewe wanasema kama Ramadhani imeisha, lakini kwa kweli kwa kivyangu Ramadhani sijui naweza kusemaje. Naweza kusema kama imekwisha kweli kwa siku yani kwa mwezi tumefunga, Ramadhani imeisha. Lakini sio kusema imeisha moja kwa moja tutarudia kufunga tena. Naam. Kuna msemo wa huni wanasema tumefungulia panya. Huo msemo unaochukuliaje? Hapo sijaelewa vizuri kufungulia panya, yani huo msemo sija. Na maana wahuni zile tabia zao wanazirudia. Kawaida Ramadhani, kama Mwenyezi Mungu ametuletea Ramadhani, ni kusema kwamba yani yale matendo yote tuliyokuwa tunafanya mwezi Ramadhani tuendelee nayo hata baada ya Ramadhani. Sio kusema kama Ramadhani imeisha, leo ni siku ya Eid tunafurahia Eid, tuseme kama tunaweza yani Ramadhani imeisha, yale matendo yetu tulikuwa tunafanya mazuri mwezi Ramadhani nini, afu tuachane nayo. Na inatakiwa tuendelee na yale matendo mazuri yenye Mwenyezi Mungu yani gisi tulikuwa tunajishika mwezi Ramadhani, tuendelee hata baada ya Ramadhani tuendelee vile vile. Naam. Hivi wale wauni wa kujipenya unawashauri nini sasa? Kivyangu kwa ushauri naweza kuwapa, kwa kweli ile tabia tuachane nayo. Huyu mwendo tunao wenyewe tulikuwa tunao mwezi Ramadhani tuendelee nao. Turejee kwa Mwenyezi Mungu na kufanya toba sana na kumuomba sana inshallah. Naam. Upande wa kina dada zetu naona washauri nini? Hata wao pia kama kuna wenyewe walikuwa na tabia zingine
haziendeki vizuri, basi tubadilike inshallah. Kwa Mungu atasaidia inshallah, na kumuomba sana inshallah. Alafu kuna wauni fulani hivi, wakati Ramadhani imeanza wake zao wamewatumana nyumbani hivi, leo wanarudi nyumbani. Hao nao naambia nini? Nani? Sijaelewa. Wale wahuni ambao wake zao Ramadhani inaanza wanawatumana nyumbani kwao, na siku ya leo naona wengi wanawarudisha nyumba zao. Hao unawashauri nini? Kwa kweli hiyo sasa inakuwa ni tabia ya mtu. Hiyo inakuwa ni tabia ya mtu. Kwa mwenyewe kwa na mke wake sio vizuri kumtuma nyumbani. Hata siku ya Ramadhani sio vizuri. Na kumrudisha baada ya Ramadhani nyumbani pia nao sio vizuri. Si wanaogopa ndoa shehe? Ulikuwa unaongelea kwa kuhusu wenye hawana ndoa. Kwa kivyangu unaweza kuwaomba wenye hawana ndoa hiyo tabia wachane nayo. Kama wako na wanawake wenyewe wanapinana nao au wanakokotana nao, hiyo tabia wachane nayo, wafanye ndoa inshallah. Na Mungu atawasaidia inshallah. Naam. Hivi shehe umeoa? Mimi bado sijaoa. Lakini una watoto? Naam. Ni tabia gani ambayo upendi mwanao aje kulisi kutoka kwako? Tabia kwangu? Sijui kweli. Shehe, kumbuka shehe, wakati bado uko mwanafunzi kuna tabia fulani uko ganato, unaweza kusema aka tabia kamoja hivi mimi sipendi mwanangu aje kulisi. Hapo sasa ni mpaka kukumbuka, ni kurudi nyuma sana. Ndio kumbuke. Itakuwa virefu sana. Kumbuka tu moja shehe. Au waogopea tu watu? Hapana. Basi ni tabia gani ambayo unapenda mwanao arisi kutoka kwako? Kwangu nzuri kutoka kwako? Ya upendo, kupenda wazazi sana. Mbona shehe hiyo umejibu kwa haraka afu nyingine umeikwepa? Kuna nini tena hapo? Umeniambia tabia mbaya, lakini mpaka sioni kabisa. Sijasema tabia mbaya, nimesema tabia gani ambayo haupendi mwanao aje kulisi kutoka kwako? Yenyewe nilikuwa nayo mimi. Tabia fulani unaweza unachomoa nyama au mama ameweka franga unaichomoa. Kwa kweli hiyo tabia sioni kabisa. Au hakuwahi kuwa nayo? Hiyo tabia kuchukua vitu, kugusagusa nilikuwa sina kabisa. Naam. Kwa hiyo unapenda mwanao arisi tabia nzuri tu? Ndio tuombee watoto wao na tabia mbaya, tunawaomba wao na tabia nzuri. Naam. Sawa, shukrani mwalimu. Sawa. Neno la mwisho, nyumbani kuna kapilao? Karibu. Leo ni siku ya kufurahi, ya kula, yani ni furaha kwa siku ya leo inshallah. Karibu. Naam. Asante mwalimu. Shukrani. Salamu alaykum kaka. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unajisikiaje kwa siku ya leo? Mimi kwa siku ya leo kwanza alhamdulillah nina furaha kuwa nimeumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani na pia nikaweza kuisali Eid nyuma ya imamu. Kwa kweli najisikia furaha sana. Nimefurahi na kuwa nimechangia nikusalia Eid nyumbani kwetu Muinga. Ramadhani imekwisha kweli? Ramadhani haijakwisha. Ila Ramadhani ya huyu mwaka ndio imeondoka. Hatutarudi kukutana nayo. Ila Ramadhani zikingali ni nyingi. Ndio umeacha uhuni au vipi? Uhuni gani? Vitu kutoa machenga fulani hivi. Machenga gani? Yapi machenga ambayo unayomaanisha? Tule. Toa wapi? Mbona sijakuelewa? Tumkwe. Hapana, mimi sina huyo uhuni mimi. Hivi shehe umeoa? Bado sijaoa. Wale majamaa wale mahuni fulani tayari wamewatimua wake zao kwa ajili ya Ramadhani, na hii siku ya leo ndo wanarudia. Na wewe umo? Mimi si nimo katika. Kwanza sijaoa wala sijawahi hata kunani kumleta eti nifanye huyo uhuni wa kumleta mwanamke ndani alafu ndo nimtimue nyuma Ramadhani imeingia alafu nyuma Ramadhani imrudishe. Bado mimi nikingali mvulana, yani kingali kijana mdogo, sijaoa, ila inshallah Mwenyezi Mungu akinijalia ninaweza nikaoa siku zijazo inshallah. Kijana mtanashati? Sio kijana mtanashati. Ukisema kijana mtanashati unamaanisha nini? Kijana mtanakanzu. Naam, mashallah, hili ndio vazi la Muislamu. Hiyo nani? Hiyo ni ndevu au ni suna? Hizi ni ndevu hizi.
Kwa hiyo sio sunna. Sunna ukimaanisha sunna ni kile kitu ambacho Rasulu sallallahu alaihi wasallam alichokifanya. Na kama Rasulu sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ndevu basi ni sunna. Na hiyo nikisema ndevu au nikisema sunna yote nikizani sijakosea. Hivi shehe, ule msemo unasema kama tunafungulia panya. Na wewe si umo kweli hapo? Mimi si nimo, huyo msemo ni msemo wa wahuni. Wewe mimi si muuni. Kufungulia panya kwanza ni kufungulia panya. Si yani kuna vitu ambavyo uko unaniambia lakini sijakuelewa. Ndio kale mchezo fulani unasemaga mnaanza zile mambo zenu zile ni tusemi tumpate tustoboi yale mambo yenu yale. Naam, kwanza unaona tatizo letu sisi, naweza nikasema ni sisi, tatizo letu sisi Warundi. Tuna kitu ambacho kusema ili tufike kwa kile kitu ambacho tunahitaji kusema tunapitisha mbali. Basi nikijaribu kuelewa msemo ambao uko unaniambia ule ni msemo nani, kizani uko unaniambia ni ule msemo wa kurudia katika ule uhuni ambao walikuwa nao vijana kabla Ramadhani haijaingia. Na sisi hii Ramadhani inapoingia unadiriki kuifunga Ramadhani yote. Unadiriki kusali kisimamo, tarawehe nyuma ya imamu. Na dua ambazo unazoziomba na zile dua hazikugeuzi kitu, basi ujue ni muhuni. Basi kama hicho kitu nilikuwa nacho zamani au zama za kale, mimi acha kwanza niseme nimshukuru Mwenyezi Mungu. Huyo uhuni zamani kabisa. Yaani namshukuru Mungu kuona ikuachisha kale kitu Acha huyo uhuni kwa kuwa nilikuwa sijafunguka macho. Ila alhamdulillah nawashukuru mashehe zangu, walimu wangu walijaribu kunipa darsa na nikaelewa inshallah, na alhamdulillah na miaka karibu 15 huyo uhuni ambao siujui mimi. Wale wahuni fulani ambao uliacha kwenye tulitu machenga unaweza kuwashauri nini na wenyewe? Kwanza hawa kitu ambacho naweza nikawashauri, hizi vitu waachane navyo. Waachane navyo kabisa, havina faida yoyote. Ukitizama tu katika siku za mwisho, yani tunakaribia kiyama. Dalili zimeshajitokeza nyingi. Na sasa wakiendekeza huyu uhuni, wako wapi? Ni kujikokotea moto wa jahannam. Kale katoto hivi unakandalia ndoa kale katoto. Katoto kwa wapi? Kale kangine. Hapana, mimi sina kwa katoto. Kale mikono yako jana. Kwenda kununulia nguo za Eidl hao. Jana nilikuwa na watu wengi na mimi sijaza. Nikwambia mimi sijaza, sina mtoto. Sio katoto kale kakubeba mgongoni. Kuna katoto kale ulinionyesha. Katoto nilikuonesha? Kwa sehemu moja hivi za kitu uzima, fasi moja tumetulia ndo kanisha unaona babo kakitu hapa. Jana sifika ni kamisi au? Hapana. Mimi sina mtoto na wala naweza nikasema sina hata sina. Uko single? Niko single. Niko single na bisema mbele ya kamera. Una girlfriend? Sina girlfriend. Ulonge mikono naye jana. Rafiki, jana nilikuwa na marafiki wengi ni jana ndo ni juzi. Ndo nilifika hapa nyumbani Muinga ni kawatembelea marafiki. Jana tukawa na marafiki, tukawa tunatembea mjini. Ambia tu jamaa tukae mkao wa kula bana, tukae mkao wa kula. Ikifika nitawajulisha wasijali. Hao ndo naandaa. Ngoja. Hao ndo na muandaa. Hapa nishakwambia kwa sasa niko single. Kukuwa single tunajua kama uko single. Na ushatukubaliana kama uhuni umeuacha. Lakini kuna kitu fulani kile unapendaga kale. Lakini kama hujafanya ndoa, mimi naona kukacha itakuwa ngumu. Kakitu kwa wapi? Kale mpaka utaseme kwa micro. Mimi naomba umtaje huyo mtu ambao uko namsema au kitu ambacho uko nakasema nikataje. Mimi haina shida. Kale katoto ulikuwa nako jana. Katoto kwa wapi? Mimi nishakwambia sijaza. Kama mtoto mama basi. Ndugu yangu sijakuelewa kabisa. Binti fulani hivi. Mimi nishakwambia niko single, sina binti wala sina. Una dem basi. Sina na huyo dem sina. Demu yupo bwana. Sasa mimi ndo muhusika na mimi ndo niko na kwamba. Au umeshakaacha? Nani? Nikaacha? Siku gani? Mimi na takriban ngoja kwanza kuna watu tulikuwa nao jana. Sawa shehe, naona kama unaikwepa hii mada. Kwa hiyo shukrani. Afwan.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, leo tunajua kama ni siku ya Eidl fitri. Naam, kama wewe kwa kifupi watu wakiwa wanaangalia hii interview wanaweza kujiuliza ni nani, unaweza kujitaja mbele ya jamii? Naam. Mimi jina langu naitwa Saidi, naishi hapa Muinga. Leo tuna furaha sana kubwa kwa kuwa tuna siku nzuri ya Eidl fitri. Yaani wana Waislamu wote wanafurahi sana. Yeah. Naam, kwa kifupi kazi utakayofanya leo tunajua, lakini sio wote kwa jumla. Unaweza kufanya kazi gani kwa siku ya leo? Naam, leo kazi yangu na show. Yani kwa kiundi igiteramo. Sasa hiyo show yangu itakuwa kule kuna ni kusauti. Kwa kuingia itakuwa hela ndogo tu, ni 1000 kwa 500. Yeah. Naam, tunajua kama leo ni siku ya kufurahi na wengine ndugu zetu. Kama wewe ulijitayarishaje kwa kufurahi na ndugu zetu? Nilichesha vizuri tena na vitu viko sawa kabisa. Na watu wameshajua kwamba leo kuna mashabiki wangu watakuja pale. Yani kuangalia matendo yangu na kusikiliza vitu zangu sasa. Naam, kama ulivyosema leo ulisema kama kuna kitu umetayarisha kwa kutayarishia Wanyamuyinga. Katika hivyo vitu umetayarisha kwa hii siku, ulitayarisha vitu gani? Tu nimeshatayarisha kuna kaswida na komedie au yote tutakuwa pamoja. Na vingine vipo tena, watu wakija ndio wataiona sasa. Ilikuwa ni muda mrefu tunafunga kifungo cha Ramadhani. Kama wewe najua ni mvulana mkali sana, ulijitayarishaje kwa kutokana na mke wako kwa hii siku au haujaoa? Mimi sijaoa. Ulijitayarishaje kwa hii siku na unashauri aje watu wako katika ndoa? Yani nawashauri kwa sababu nawashauri kwa maneno kama 3 tu. Yani waendelee na dini, wasije nyuma na maneno ambayo yasiyo ya dini. Cha pili, yani waelekee kufanya ibada kwa sababu Allah alituamrisha kufanya ibada. Cha tatu, yani tusaidie wenzetu Mwenyezi Mungu. Sawa. Kwa kifupi tulikuwa tunataka kukuuliza maneno machache ya kumaliza hii interview yetu. Kwa siku ya leo kuna watu wanayesema kama ni kufanya siku kubwa. Kwa wewe ulitayarisha kama utaalika watu wangapi kwa hii siku? Yani kwangu kwa kweli yani watu wote mimi nawaalika, yani wafanye maneno mazuri, matendo mazuri na wasaidiane, yani tusaidiane sisi sote kwa sababu yani Mola ndo atatulipa sasa. Haya. Tulisikia kama unafanya kiteramo sasa. Wewe hiki kiteramo ulijifikiriaje kwa kuandaa hiki kiteramo, ilikuwaje? So hii kiteramo kwa juni kianda, yani kuna maneno ambayo maneno ya busara. Mtu akiyasikiliza anasikia ni maneno ya busara. Kwa juu tunasema maneno ya Mwenyezi Mungu. Yani wale ambao hawezi kufika msikitini lazima yani tuwasikilizie kwa hicho kiteramo sasa. Ukiingia pale unasikia maneno ya Mwenyezi Mungu tu. Yeah. Sasa kujifikiria, ulianza lini kufikiria kufanya hivi vitu vya kiteramo? Tunajua ni kazi ngumu sana kufanya viteramo. Ulianza lini kufika hizi saa? Hivi namaliza miaka 3 naanza hii kazi yangu. Naam. Kama mlivyotusikia leo tulikuwa na Saidi, mwimbaji wa kaswida, akiwa ana kitu kikubwa siku ya Eid, na tumuombe Mwenyezi Mungu amrahisishie. Amin. Amin. Asante na wewe. Unaweza kuaga watu
kwa mtindo gani? Mimi nawaga wafanye matendo mazuri na waendelee kusimama vizuri, yani wasiporomoke na vitu vya dunia, kwa juu mambo ya dunia ni hatari. Haya, shukrani.